Wanangu. Baba. Si mnajua kama sikukuu inakaribia siku za mbele hizo wanangu? Ndio. Kama mnavyojua penyewe wanangu, jue nini? Penyewe itabidi tuende kwenye hata bichi nini, sinajua tena viwanja vyetu mwanangu. Ndio. Sababu sio unajua sema maisha kiuni hatuwezi tukakaa kinyonge kama hivi. Ndio. Hapo yenyewe mchango 1500 tu, hapo yenyewe tunachukua maskani kule mazombi lazima waingie kule, sinajua. Hata watu wa Kichangachui wenyewe. Watu wa Kichangachui wa Kichangachui wale sinajua tena mwanangu. Sema nini Mkaburu? Mbona upo kinyonge mwanangu siku ya leo? Ni washo hivi wewe Wamboso. Hivi mnadhani kwamba maisha yatakuwa hivi kila siku au vipi? Usira mpaka lini wanangu, unajua? Antamu tunabadilika, unajua. Kuna leo, kuna kesho, familia, unajua tukiendekeza usira nafikiri tutaishia wapi kama sio jera. Siku kuu ndio ipo, unajua tukachukua hata labda tukachangachanga hizo 1500, kuna watu hawajiwezi, unajua. Kuna wanetu au unajua. Wapo majela huko wanakosa kula, unajua. Wengine vilema, unajua mahonda tena shawa na nini, unajua. Tunawafuata tu kwa hospitali. Kuna watu wanahitaji unajua 2200 3,000 unajua. Tunapunguza dhambi maana tuna dhambi nyingi familia. Hivyo Mkaburu. Ina maana yale maneno ya shehe, yale maneno aliyokutolea pale unaona kama maneno mazuri umekubali au sio? Maneno ya shehe mimi naamini Mungu yupo. Yamemwingia. Hayo maneno ya shehe, si maneno ya shehe ina maana wewe umesikiliza ile shehe. Oya familia. Ya ubabe vipi ndugu yetu? Bwana. Kuna uchawi? Hakuna uchawi. Kuna uchawi. Baridi mimi naenda kumaliza kipengele changu hapo kati hapo. Au si? Baridi baba. Baridi nzuri hiyo. Wewe nini mwanetu wewe? Muone kama yule. Lakini lakini asabita anaitwa Juma. Wanangu kwanza mimi maskani mwanangu kuonekana mali. Sasa unajua nini? Mjomba. Unaona huyu hapa huyu anatubania upepo ujue huyu hapa unajua maisha kweli ujue. Hapa tukikaa ujue tunakimbizana na wazee. Sasa mjomba wajichenge mjomba. Jichenge mjomba. Wadogo zangu. Jichenge mjomba jichenge. Oya mambo vipi hapo? Sawa. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum msikitini. Alafu mbona umenivalia dela vipi hapo? Sijaelewa. Sio hujaelewa. Ungekuja vizuri basi. Sasa umekuja hivyo kishali kama nimekufanyia ubaya. Wasikia shehe. Wewe unajiita shehe au sio? Shehe msikitini sio hapa babu. Hivi unajikuta nani kwanza wewe? Unajikuta nani? Mbona unatoa macho kama bano na mlango? Wasikiliza mwanangu. Sawa. Sichekeshi. Fanya mambo yako lakini usiingilie kwenye pande zangu. Si unaelewa? Hivi mwanangu wewe unataka nini wewe? Wewe sheshe au bwabo wewe? Astaghfirullah. Astaghfirullah nini wewe? Yaani wewe kutubania sisi wewe. Yaani mambo yangu yanakuwa magumu kwa sababu yako wewe. Eti unatangaza dini, unatangaza dini kitu gani wewe? Unashindwa yani, tunashindwa hata kupata hela. Kazi zangu kuwauza wasichana, kupata mademu wakali. Lakini mwanangu unabania kinoma eti shehe unatangaza dini. Shehe mwezi wa Ramadhani ukikaribia ndo nafunga. Oya, sikiliza. Usicheze kwenye pande zangu.
Kwa sababu nishakuonaona kabisa. Umembadilisha mpaka mwanangu mkaburu yule. Namkuta yeye namna gani maskani eti haya mambo ya dini, mambo ya dini, mambo ya dini. Oya we, badilisha yule lakini sio mimi. Ni kazi zangu ni nyingi babu. Mimi nafanya vitu kibao. Mademu ankosa hela, mimi nakosa hela. Washikaji no man na badilisha wewe nani babu? Oya sikia. Nimekuja, nimetimba. Sitotimba. Usitoe macho kama bado na mlango. Nikitimba kwa mara ya pili. Nakukaanga. Na roho mbaya kuliko unavyofikiria. Chunga sana. Usipite anga zangu. Nitakutumbua. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu, naomba unipunguzie mitihani. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali? Nzuri. Salama na Ramadhani? Salama yanaenda. Mambo yasemaje hapa? Bei ya nazi hapa. Kwa sababu kila nazi na ubora wake. Ndio. Hii hapa shilingi 3,000. Sawa? Sasa ni ave maborongo. Na hii nazi ya shilingi 3,000 sifa yake ya kwanza. Hii wapikia njugu mawe. Hii wapikia maharage. Hii hapa wapikia kunde. Hii nazi 3,000. Sawa? Mapisheni hayo tu. Halafu hii 4,000. Nazi 4,000? 4,000 ya Kitanzania. Hii hapa sifa yake. Hii wapikia mahindi. Hii wapikia muhogo. Hii wapikia choroko. Usije pikia ubwabwa utautia moshi. Nazi hii haifai kwa ubwabwa. Maana kujua wewe kwa ubwabwa. Sasa kama nazi ya ubwabwa hii hapa ya 5,000. Hii hapa wapikia ubwabwa. 5,000? Iwe wa mahindi, iwe wa nini? Wapikia ubwabwa hii. Mumfanya nini wafanya biashara? Mwezi uliopita mwirisho. Hii tulinunua shilingi 600. Na hapa tukaja hapa kwa sababu ndilo genge langu nikanunua shilingi 750. Hapa nikaja nikanunua shilingi 1,000. Leo nazi hii wauza shilingi 3,000. La. Kumkusudia yani wewe? Lakini kipindi cha mwirisho kwa hufungi eti. Hata kama sikufunga. Basi ukifunga eti na mwezi huu ndo hivyo mambo ya mpanda. Ndo mwachukua kule Ramadhani mwezi wa kuchuma. Basi watu hawachumi hivi. Wachumani? Watu wachuma sawabu na mambo mema. Wewe kunkuja hapa kunitupandishia vitu bei hatuna tena raha. Ramadhani haendi hivyo shehe wangu. Bwana wewe humnunuaje? Maana nakuona muda wote anizingaute si hununui. Akena muzidi, achani tabia mbaya uzafanya biashara. Fanyeni kitu tu rizike. Huu mwezi wa kuchuma sawabu. Wewe uza nazi shilingi 3,000. Nazi 3,000 wewe itaka wewe. Jamani, asalamu alaykum yani. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh wa Kiislamu Sheikh Songoro. Samani kidogo. Unajua hii biashara. Nadhani mwenyewe unaelewa. Sana. Kwa kama biashara kama ukiona kidogo bei ya uendani nayo, magenge yako mengi. Unaweza Sheikh, hakuna kuuza nazi shilingi 5,000 Sheikh ukasema biashara. Biashara nyingine za haramu. Wewe nazi 5,000. Kuna mtuma mwanao pesa una 6,000 atakopata futari na daku. Hakuleta nazi 5,000. Sheikh Songoro, wewe pusha bilisi. Wewe acha. Angalia kiambacho kilichokuwa size yako chukua. Huyo ana size kama moja aliona yo. Size yako mkifurushi cha tigo. Songoro nakwambia vipi wanizingaute si. Tena wanizingaute si kweli kweli kwenye biashara yangu. Mambo ya ajabu tu. Umbe unacho kifaru cha kundu hichi. Kuvunjia shilingi ngapi? 2,000, 3,000, 5,000. Mimi mpa maembe mawili. Mpa maembe mawili. Maana shanga ni 2,000 hapo hata kana zeli kwa buku mtaka nkudai. Kupate nazi ya 3,000. Lakini unapofanya sivyo. Na ya maembe nakwambia kabisa sharti yangu kupiga juzi tu. Wewe mpa. Usije kwenda kula haya. Haya mpa na chinji yangu. Chenji vipi? Embe moja shilingi 500. Nakupa shilingi 2,000 hapo. 2,000 kumbe. Watu hawajapata pesa. Kwa heri. Inshallah. Shendo biashara zilivyo bwana. Biashara hizo tufanyane. Siku wapenda kupiga kijiji ndugu moja tu. Ila shehe wangu, maana hata mimi mmeniogopesha kidogo.
Sijajua hii bei kwa sisi wote au hata yule aliondoka ndo maana wamemzidisha bei hiyo. Wajua hapa sisi kuangalia mteja machoni. Ila bei zetu zalingana. Wewe kwa ninapokuona unataka nyanya moja shilingi 800. Ndimu 500. Hii ndimu. Bala kwa uji hii hapa ya kijani. Bala kwa uji. Sasa Shemwaji bwana. Samani. Maana kweli biashara yako isipokuwa kitu kimoja Mhaji. Biashara hii bwana kitu kimoja. Unajua Mwenyezi Mungu aliposema kwamba mwezi huu wa kuchuma alikuwa na maana kwamba sisi tufanye thawabu, tutende mema, tufunge Ramadhani, basi tunakuwa tunachuma khairi nyingi sana. Zile khairi zinakuwa ni thawabu. Kwa hiyo ndio maana yake, lakini hakuwa na maana kwamba kuchuma kwamba nyinyi mtuzidishie bei hivi vitu. Hakuwa na maana hiyo, nyinyi mchume fedha. Sasa mmetuzidishia bei. Hamuoni kama mnawakomoa hawa ambao watu wanaofunga? Wewe sasa kunsoma kitabu gani pekeo? Kitabu hicho kilichokuambia ufundishe watu jinsi ya kuuza biashara yao. Ni kitabu gani? Bwana mimi nakuheshimu na wewe naomba uniheshimu. Hii biashara haikuhusu. Nimekuelewa shawa. Na kama umuaji msije. Ninajua tu kunikuja basi kitakuja zingani. Udesi tu ulokuja uzinga. Basi shehe wangu tusameane. Tusameane, waenda unisamehe. Shawa. Ndio kweli. Tizama kile kikofia. Eti kikofia kile mbasa majini ruhani. Mambo gani ya ajabu haya? Tena na nzinga kweli kweli yule siku nyingi sana na sijui kwa nini hengea kwenye 18 zangu. Mambo ya ajabu.